umekuwa ni mwalimu wa dini, haulijui jambo hili. Kuna watu wako ndani ya imani, kuna watu wanayajua maneno ya imani, kuna watu wanayajua maneno ya kidini, lakini hawajui jinsi ya kuzaliwa mara ya pili. Leo tujifunze jinsi ya kuzaliwa mara ya pili, ili tujue na tukawasaidia wengine wazaliwe mara ya pili. Nikodemo akaambiwa katika Yohana sura ile ya 3 mstari wa 5. Yohana sura ya 3 mstari wa 5, neno la Mungu lipo wazi likieleza jambo hili, linafafanua likiliweka kwa namna hii. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na Roho ni roho. Kwa hiyo hapa Yesu anamwonyesha, ili kuwa kiumbe kipya, ili kuweza kuingia ufalme wa Mungu, ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Na unazaliwaje mara ya pili? Unazaliwa kwa maji na kwa Roho. Tumezaliwa kwa maji na kwa Roho. Sema, nimezaliwa kwa maji. Nimezaliwa kwa maji na kwa Roho. na kwa Roho. Ninaposema nimezaliwa kwa maji, ninamaanisha ishara. Ukisoma Marko sura ile ya 16 mstari wa 16, aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo ishara ya kubatizwa kwenye maji mengi ni ishara inayoonyesha wewe ni kiumbe kipya. Na ndio maana Yesu anamwambia Nikodemo, usipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Maji ni ishara ya nje inayoonyesha ya kwamba mimi ni kiumbe kipya, wakale amekufa, mimi ni mtu mwingine. Mgeukie jirani yako, mwambie mimi ni mtu mwingine. Mimi sio mwizi tena, mimi sio mwongo tena, mimi sio mpiganaji tena. Namna hiyo ya kuzaliwa kwa maji, lakini anasema na kwa Roho. Kwa hiyo sio kuzaliwa kwa maji, lakini kuna kuzaliwa kwa Roho. Kuzaliwa kwa Roho maana yake ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tumezaliwa kwa ishara, lakini tumezaliwa kwa Mungu mwenyewe kuhusika. Haleluya, haleluya. Na ndio maana maneno haya hayaingii kwenye fahamu za watu wa dini. Wanakataa habari ya ubatizo wa maji mengi, lakini mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaingia ufalme wa Mungu kwa sababu tumekuwa viumbe vipya. Tabia za kale zimeondoka. Nani anataka apokee mwizi tena aende kuiba kule? Nani anataka apokee msaliti tena aende kusaliti kule mbinguni tena? Nani anataka mtu mwenye kiburi? Mungu anatugeuza, anatufanya viumbe vipya. Tabia za kale zinaondoka, kiu ya dhambi inaondoka, ni kwa kuzaliwa upya. Anasema ni kwa maji na kwa Roho. Ukisoma Yohana sura ile ya 1 mstari wa 13, neno la Mungu linasema hivi: waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Ninaposema kiumbe kipya kimezaliwa kwa namna ya Mungu, kwa namna ya Roho, sio tu kwa namna ya maji, bali kwa Mungu. Tunafanywa upya kwa kugeuzwa na kuoshwa na Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe anatufanya tuwe viumbe vipya. Kwa hiyo kiumbe kipya kinapatikana
kwa kumwamini Yesu na kwa kubatizwa ubatizo wa maji mengi katika Mungu Roho Mtakatifu. Unaposema wewe ni kiumbe kipya, maana yake umesafishwa na kuoshwa na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Nasema umesafishwa na kuoshwa na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Mmoja anisomee Tito sura ile ya 3 mstari wa 5 hadi wa 7. Tito sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 7. Utaona ni kwa namna gani tunazaliwa, ili ujue ninapozungumza kwa habari ya kiumbe kipya kinapatikanaje, kikoje. Tito sura ile ya 3 mstari wa 5 hadi wa 7. Karibu sana. Amen. Kwa hiyo tunazaliwa na kuwa viumbe vipya, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi. Umezaliwa, umekuwa kiumbe kipya, sio kwa sababu umetenda haki, sio kwa sababu ulikuwa mzuri sana, sio kwa sababu ulikuwa mwema sana, la hasha. Umekuwa kiumbe kipya si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda, bali kwa rehema, kwa huruma, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili. Nilikwambia Adamu wa kwanza alikosea, na ndio maana lazima tuzaliwe kwa pili. Kule kwa kwanza tulikozaliwa na mama zetu na baba zetu katika mwili hakutuwezeshi kuishi maisha matakatifu, lakini tunapozaliwa katika namna ya pili ya Yesu Kristo, tuna nguvu ya kushinda dhambi. Tuna nguvu ya kutembea na Mungu. Anasema kwa kuzaliwa kwa mara ya pili na kuoshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunazaliwa, halafu tunaoshwa, tunazaliwa kwa namna ya Mungu. Na ndio maana kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 9 tuliposoma, anasema ninyi ni uzao mteule. Kwa nini tunakuwa uzao mteule? Ni kwa sababu tumezaliwa na Roho Mtakatifu katika imani ya Kristo Yesu. Uzao mteule. Kama ni uzao mteule, maana yake wewe ni kiumbe kipya. Amen. Haleluya. Mkristo aliyozaliwa upya kabisa anakuwa na asili mpya. Haleluya. Wewe una asili mpya. Maana yake ukoo wako, asili ni ukoo. Wewe ni wa ukoo wa Yesu. Wewe ni wa ukoo wa Yesu. Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, kiumbe kipya, maana yake ana asili mpya, ana baba mpya. Na ndio maana Yesu alikuja akazaliwa kwa namna ya mwili, ili atuonyeshe kuna uwezekano katika maisha haya mwanadamu akawa na asili ya uungu. Yesu akazaliwa kama mwanadamu aliyebeba asili ya uungu, akiatii na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Wewe ni wa ukoo wa Mungu. Sema mimi ni wa ukoo wa Mungu. Sema mimi ni wa ukoo wa Yesu. Mkristo anayezaliwa mara ya pili ana asili mpya, anaingia kwenye ukoo mpya, anaondokana na tabia za ukoo wake. Kama ukoo wake ni watu wenye hasira, kama ukoo wake ni watu wenye ugomvi, kama ukoo wake ni watu walio wahuni, kama ukoo wake ni wachawi, ile asili ya kale inakatika, kwa sababu wewe ni kiumbe kipya. Nasema pokea asili mpya kwa jina la Yesu.
Magonjwa ya kurithi hayana nafasi kwako, maana wewe ni wa ukoo wa Yesu. Kiumbe kipya. Kama kuna tabia za mababu hazitakupata wewe, tabia za mabibi hazitakupata wewe. Wewe ni kiumbe kipya, na mwanzo wako ni mpya. Sio tu unapata asili mpya, lakini pia unapata mwanzo mpya. Na ndio maana mtu akiokoka, mtu akiwa kiumbe kipya, anapata historia mpya. Pokea historia mpya kwa jina la Yesu. Nasema pokea historia mpya kwa jina la Yesu. Nasema pokea historia mpya kwa jina la Yesu. Maana wewe ni kiumbe kipya, unapata mwanzo mpya. Yale ya nyuma yanaondokana, unaanzia pale ulipookoka. Historia yako inabadilika. Tangu nimempokea Yesu, historia yangu imebadilika, historia yako imebadilika. Na ndio maana ni ajabu kumwona Mkristo ambaye bado ana historia ya zamani. Kuna Wakristo hawaaminiki. Umewata nyumbani, wewe umefunga chumba chako, wewe nini? Mwizi. Kaangalia vizuri, kakague zile hela zako, kakague vile vyombo vyako. Jana nilikwenda dukani. Nilipokwenda dukani, nikafika mahali ambapo tunafanya manunuzi. Wakaja mabinti wawili, wamekuja na wenyewe kufanya manunuzi kwenye hilo duka. Wakati wanafanya manunuzi, walikuwa hapo vizuri kabisa, wanasikiliza neno la Mungu, wanaongea maneno ya Mungu. Lakini nikagundua wale ni Wakristo, lakini hawajazaliwa mara ya pili, sio viumbe vipya. Kama ungependa niendelee, punga mkono wako na mimi. Walichofanya, kilichonifanya ni watoe kwenye nafasi ya kuwa viumbe vipya. Yule mwenye duka, mimi nimefika pale hayupo. Na kwa sababu na namba yake ya simu nikampigia, "Halo, sikuone ofisini kwako." Mara kidogo nashusha simu yangu tu hivi, kijana wake wa hilo duka, yeye ametoka mwenyewe, kijana wake anamsaidiaga akaja. Kwa hiyo akafungua. Lakini wale wasichana wanasikiliza mahubiri kwenye simu ndogo hizi za tochi. Wanasikiliza mahubiri. Kwa hiyo nilivutiwa na tabia yao. Lakini nikaja nikagundua ni Wakristo, lakini hawajazaliwa mara ya pili kwa tabia walioionyesha. Yule ndugu ameweka bidhaa zake pale nje. Kuna udongo wa Pemba, wanawake wanakulaga udongo, kuna nyanya, kuna vitunguu, karoti, hoho pale nje. Wakati unaingia dukani kwake, kuna vitu anavyouza, unga, nini hapo. Bidhaa ziko hapo, ziko wazi tu. Kwa hiyo mtu anaweza kujichagulia nyanya, vitunguu na nini. Nilichokiona, akachukua pilipili akaficha. Wanasikiliza mahubiri. Nikasema, hii tuna kazi. Pilipili moja tena, unamwona kabisa wako na mwenzake, akaficha. Mara akaendelea kidogo, akashika kitunguu kikubwa, kile kinawezekana cha 200 hivi, na Kenya akataka kufanyia manova. Watu wanasema manova. Afiche nacho. Wanasikiliza mahubiri. Mhubiri kwa amechanganyia kweli. Yesu anasema, na unaona kabisa ni mahubiri ya Kipentekoste. Na hawa watu ni wa Pentekoste. Nikaona hapana, mimi sasa nikaendelea kushiriki uovu huu. Unajua hata kuona, nikawakazia macho. Sema nikawakazia macho. Nilipowakazia macho, ndipo wakarudisha, lakini tayari walikuwa wameshaiba. Nataka nikwambie, kuna Wakristo lakini sio viumbe vipya. Uwe kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Tabia za kale uziache. Nasema tabia za kale uziache katika jina la Yesu, uziache. Haleluya. Yaani vitu vidogo vya ovyo vinaokosesha Wakristo, vinachafua namna yao ya uzaliwa.
Usiuze uzaliwa wako kwa mambo ya dunia hii. Linda namna yako ya uzaliwa na Mungu wa mbinguni atakubariki, maana wewe ni kiumbe kipya, asili mpya. Unapata mwanzo mpya, historia inabadilika. Lakini pia sio tu unapata historia mpya, unapata maisha mapya katika Kristo. Sio tu watu watageuza, huyu sio mwizi siku hizi. Sio tu kwa habari ya historia kubadilika, lakini Mungu anakupa maisha mapya. Maana yake uhalisia wako unakuwa ni mpya. Kuna watu uhalisia wao sio mpya, sio mpya. Yaani historia ni mbaya, uhalisia ni mbaya. Huyu mtu hajazaliwa mara ya pili. Haijalishi anafanya nini ndani ya kanisa, haijalishi ana jina gani ndani ya kanisa, lakini huyu mtu maana yake bado sio kiumbe kipya. Kiumbe kipya kinabadilishwa tabia. Yesu anabadilisha tabia. Mimi unayeniona hapa, kabla ya kufanywa kuwa kiumbe kipya, kabla ya kufanywa kuwa kiumbe kipya, nilikuwa ni mtu wa ngumi mkononi. Ngumi mkononi. Ndio maana sasa ukiniona natulia tu na nyamaza hivi, usije ukanichukulia mjinga. Yesu amenibadilisha. Amen. Yesu amenitengeneza. Amen. Ile historia ambayo Yesu ameiondoa. Amen. Tunaongea mara ngapi na kuangalia tu hivi. Kwani sinyanyuke nikaupiga ili roho yangu tu ifurahi. Yaani nikikwambia kitu unielewe. Kunielewi ngumi. Yesu amenibadilisha. Amen. Nasema Yesu amenitengeneza. Amen. Mpaka naingia kwenye ndoa, mama yangu haniamini. Anaona ukweli historia ile. Mke wangu naona akawa ananitii sana. Sasa mama mkwe akapata mashaka. Utiifu huu na kwa tabia ya kijana wangu, kuna kitu anafanya, anampiga binti wa watu. Akamuuliza mke wangu, naomba baba, ni kweli sio? Akamuuliza kwa sababu nilikuwa nikwambia unaenda kwa mama. Maana tulikuwa tunakaa mji mmoja Singida hapo mjini. Mama anakaa sehemu nyingine na sisi tunakaa sehemu nyingine. Utarudi saa 7? Saa 7 nitarudi. Sawa. Kwa hiyo mke wangu ikifika saa 7, ikikaribia saa 7, anajua ndio muda wa mapatano kwamba natakiwa nirudi nyumbani. Mume wangu atakuwepo. Ule utiifu ule wa kwamba tuliongea kwamba saa 7 na sasa hivi naona ni saa 6:15, naomba niondoke mama. Na mama nitakuja tena wakati mwingine. Anamuona zile haraka na ile namna utiifu, akajua hamna huyu, kuna ngumi zina. Yesu amenibadilisha. Amen. Nasema Yesu amenitengeneza. Amen. Yule pale muulizeni, sijawahi kunja ngumi hivi eti niseme haya. Unajua ukiongea akiwa hayupo inawezekana ukawa umempiga chenga ya mwili. Huyu hapa hivi kumfinya, sijui kumpiga vibao. Huyu hapa tunaenda mwaka wa 12 sasa kwenye ndoa. Yesu amenifanya kuwa kiumbe kipya. Nasema ya kale yamepita, tabia ovu zimeondoka. Haleluya. Nilikuwa siogopi. Ukija kwenye mkono wangu hapa nina chata ya kisu. Alinyanyua ndugu mmoja hivi pamoja na kisu chake, akanikata nikakirudishia. Maana alinikata, alinyanyua kisu akanikata. Hii nyama kwenye kucha ikanyanyuka. Kwa hiyo kucha yangu ukija kuiangalia vizuri, kuna nyama ambayo kama imepita kidogo. Ilinyanyuliwa na kisu baada ya kukata, nikairudishia. Huo mkono ukafichwa pande moja, yuko na kisu chake. Alafu nikaanza kutengeneza ngumi. Mkono mmoja huko kwa namna hiyo. Yesu amenibadilisha. Yesu amenitengeneza. Na wewe utengenezeke kwa jina la Yesu. Na wewe pone kwa jina la Yesu. Ile
zile tabia za zamani zimeshindwa kwa jina la Yesu. Nasema zimetoweka kwa jina la Yesu. Nitarudishia alikupata cha moto, umenikata na kisu, lakini leo hii Yesu amenibadilisha. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza huyu Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu anakugeuza na kukutengeneza. Haleluya. Anakutengeneza. Kama hujatengenezwa, mpe Yesu maisha yako leo, atakutengeneza. Nasema atakufanya uwe mtu mwingine. Ile tabia ya uhuni itaondoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo sio tu anakupa asili mpya, sio tu anakupa mwanzo mpya, lakini pia anakupa maisha mapya. Maana yake unakuwa na uhalisia mpya. Haleluya. Ni mimi yule ambaye niliwahi kumshika mwenzangu nikamnyanyua, nikasema nitakukata mangumi, nikakumbuka nimeokoka. Unajua pale mpakani kwa kuokoka kuna vitabia vinakuwa bado vinatesa tesa, lakini Yesu ametugeuza kikamilifu. Haleluya. Kiumbe kipya. Yesu anatutengeneza. Yesu anatufanya tumfananie yeye. Kama ulikufa na kufufuka pamoja na Kristo, wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni kiumbe kipya. Nasema matendo ya zamani yafe kwa jina la Yesu. Matabia ya zamani yafe kwa jina la Yesu. Mazoea ya zamani yafe kwa jina la Yesu. Wewe ni kiumbe kipya. Sema mimi ni kiumbe kipya tangu sasa. Sema mimi ni kiumbe kipya tangu sasa. Ni jambo la muhimu kuelewa. Kumbuka, juhudi zako katika mambo ya Mungu hayakufanyi kuwa kiumbe kipya. Yaani kuwa na juhudi katika mambo ya Mungu hayakufanyi kuwa kiumbe kipya. Matendo mema unayoyatenda hayakufanyi kuwa kiumbe kipya. Uwezo binafsi ulionao, aidha wa kufundisha, wa kuimba, wa kuhubiri, ule uwezo binafsi ulionao haukufanyi uwe kiumbe kipya. Unafanyika kiumbe kipya kwa kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Waliokombolewa na waseme amen, amen, amen. Kwa hiyo hakuna kingine ambacho kinakufanya wewe uwe kiumbe kipya nje na kumwamini huyu Yesu. Unapomwamini huyu Yesu, anakufanya kiumbe kipya. Yesu anatufanya tuwe viumbe vipya. Viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Viumbe vipya wana tabia ya uhuni. Yaani kuna mwingine macho hajaokoka, macho akimwangalia mtoto wa kike hivi, unamwona macho yake tu yanaashiria usinzi, uhuni. Hajafanyika kiumbe kipya huyu. Macho yako yapone kwa jina la Yesu. Nasema yapone kwa jina la Yesu. Kuna wengine hawajafanyika kiumbe kipya, maneno yao, yaani namna anavyoongea, unajua kabisa huyu naongea na mtu wa kale hapa. Unasemaje sasa? Unaona wewe, mbona kama unaongea sauti ambayo nisiendelee watoto wa kale. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaona namna yake, approaching yake, namna yake ya kuzungumza imejaa ukahaba. Roho ya ukahaba itoke kwa jina la Yesu. Nasema itoke kwa jina la Yesu. Namna ya kutembea, lazima ufanye kiumbe kipya. Petro hata alipokuwa anatembea, wakajua huyu amegeuzwa, sio yule Petro mvuvi wa samaki, lakini ni Petro aliyetengenezwa na Yesu. Nasema hata tembea yako imfananie Yesu. Kiumbe kipya, namna yako inakuonyesha kwamba you are a new creature. Mungu amekutengeneza kwa namna mpya. Tutakwenda kutia mambo 7 yatakayo kuonyesha kwamba mimi ni kiumbe kipya. Kuna mambo 7 ukiyakagua utaona mimi ni kiumbe kipya. La, mimi sio kiumbe kipya, ninaigiza. Unajua
Kuna wengine wamevaa kuigiza, wamevaa drama, lakini hawajafanyika kuwa kiumbe kipya. Leo ufanyika kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Mambo 7 yanayodhihirisha ya kwamba wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni kiumbe kipya. Mambo 7 yanayodhihirisha jambo hilo. Tutakwenda kuangalia katika neno la Mungu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anatawala. Kama Mkristo, Roho Mtakatifu anatawala maisha yako, wewe ni kiumbe kipya. Hilo ni jambo la kwanza. Sema amen. Amen. Ukisoma katika kitabu kile cha Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 14, naomba aliyepata asome. Warumi sura ya 8 mstari wa 14, naomba aliyepata asome. Utaona Roho Mtakatifu anapotawala ni ishara ya kwamba umezaliwa, wewe ni kiumbe kipya. Karibu msomaji. Yoyote tuliyopata. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kama Roho Mtakatifu anaongoza maisha yako, wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni mtoto wa Mungu. Jiulize, yale unayoyafanya unaongozwa na nani? Kuna mwingine anaongozwa na hasira, anafanya kwa hasira. Mwingine anaongozwa na kiburi tu. Mwingine anaongozwa na ujeuri. Mwingine anaongozwa na asili yao, kwamba sisi wa kwetu Bwana, kwetu hatuagi hivi. Nitamuonyesha. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu ametubadilisha. Ishara au dalili inayokuonyesha kwamba wewe ni kiumbe kipya, Roho Mtakatifu anatawala, anakuongoza. Inafika mahali anakwambia usizungumze, chonde, usizungumze, labda usizungumze, nyamaza kimya hapa, nyamaza kimya, usifanye hilo jambo. Unaongozwa na Roho Mtakatifu. Uko very monitored, uko very controlled by heaven. Unaongozwa na mbingu. Kama unanielewa sema amen. Yaani kuna mahali ukikaa unaona kabisa mbingu inakwambia ondoka hapo ulipo, ondoka. Unashangaa mtu anaondoka, maana yake Roho Mtakatifu anatawala. Wewe ni kiumbe kipya. Kuna mahali usipotawaliwa na Roho Mtakatifu, basi elewa unakwenda kufa, kwa sababu utakaa mahali ambapo pana mauti, halafu utakataa maelekezo ya kuondoka hapo, utakufa. Ili uendelee kuishi, Roho Mtakatifu atakuongoza, atasema ondoka mwanangu. Mkristo, jifunze kutii na kuheshimu maongozi ya Roho Mtakatifu. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ni vizuri kufahamu, kwamba mimi nimezaliwa, mimi ni kiumbe kipya, natawaliwa na Roho Mtakatifu. Jambo la pili linaloonyesha kwamba wewe ni kiumbe kipya, ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 15. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 15. Biblia inasema hivi: kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Kwa hiyo kuwa mtu mpya kitabia. Wayahudi walikuwa wanaamini there is no salvation without circumcision. Nitarudia tena, there is no salvation without circumcision. Hakuna wokovu pasipo kutahiriwa. Wayahudi waliamini hivyo, lakini neno la Mungu linatuambia hapa, kwa sababu kutahiriwa si kitu, wala kutokutahiriwa wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Maana yake hapa, ukitaka kujua wewe umezaliwa mara ya pili, sio kwamba unashika sana maelekezo ya dhehebu au ya dini. Kuzaliwa mara ya pili au kuwa kiumbe kipya ni kuwa mtu mpya kitabia, sio kutahiriwa au kutokutahiriwa.
bali kiumbe kipya, tabia. Wewe uwe mtu wa tabia mpya. Wakina Timotheo wakatahiriwa kwa ajili tu ya Injili kuweza kuwafikia na Wayahudi wasiwakatae, lakini haimaanishi kushika mapokeo ya kidini ya kidhehebu kwamba ndio umekuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya ni kupata badiliko la kitabia kibinafsi. Haleluya! Uwe na badiliko la kitabia kibinafsi, utakuwa kiumbe kipya. Kama hauna badiliko, wewe mtu wa Mungu, tabia mpya zile za zamani unazishinda, bado haujawa kiumbe kipya. Lakini kuwa mtu mpya kitabia, inawezekana ukabaki yule ule mweusi, mrefu, mnene, lakini kuzaliwa na kuwa kiumbe kipya kunadai kuwa mtu mpya kitabia. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, ili uweze kujua mimi ni kiumbe kipya, jambo la tatu, kumfanania Mungu. Kumfanania Mungu. Ukitaka kujua mimi ni kiumbe kipya, unamfanania Mungu. Na ndio maana ukienda mahali popote, wewe uliyezaliwa mara ya pili, wewe ambaye ni kiumbe kipya, ukikaa wanasema wewe ni mtu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anamfanania baba yake. Nasema mtoto anamfanania baba yake. Kwa hiyo unamfanania Mungu, ishara ya kwamba wewe ni kiumbe kipya. Maana yake utamfanania Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 49. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 49. Neno la Mungu linasema hivi: na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Haleluya! Maana yake kama ambavyo nimezaliwa ninamfanania Adamu, na ndivyo ambavyo nimezaliwa ninamfanania Mungu. Mpigie Bwana Yesu makofi, maana wewe ni kiumbe kipya. Kama tulivyomfanania wa udongo, namna yake, tabia zake, ndivyo ambavyo tunamfanania Mungu wetu. Ukitaka kujua wewe ni kiumbe kipya, jiulize, ninamfanania Mungu? Mungu wetu ni wa upendo. Nasema Mungu wetu ni wa upendo. Mwanamke acha visasi, mwanaume acha visasi. Kuna watu wanatembea na gugu, anasema yani yule yule ana gugu naye. Mungu wetu ni Mungu anayesamehe. Nasema ni Mungu anayesamehe. Kwa hiyo kumfanania Mungu linamaanisha tabia za uungu ziumbike ndani yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tabia za uungu, hapo unakuwa kiumbe kipya. Jambo linalofuata ni kushiriki kurudisha utukufu wa Bwana. Kushiriki kurudisha utukufu wa Bwana, yaani unashiriki kurudisha utukufu wa Mungu. Ukitaka kujua kwamba hivi mimi ni kiumbe kipya au la, je, unashiriki kurudisha utukufu wa Mungu? Ukisoma Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18, kushiriki kurudisha utukufu wa Bwana. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi: lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tutabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho.
Kwa hiyo tunarudisha, tunaakisi namna ya muonekano wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yaani kama ambavyo Musa akapanda mlimani akakaa na Bwana siku 40, akapata ile namna ya kiungu, hata aliposhuka kule namna yake ya kung'aa, kukawa kunawashangaza watu, maana anamfanania Mungu. Maana yake na wewe pia, ili kuweza kujua kwamba mimi ni kiumbe kipya, namna yako ya muonekano imwakisi Yesu. Amen. Nasema imfananie Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo lingine, tunapewa ufahamu mpya. Ukitaka kujua kwamba mimi ni kiumbe kipya, niulize, una ufahamu mpya au ufahamu wa zamani? Huyu Yesu ametubadilisha, kava la zamani lakini ufahamu mpya. Nasema kava la zamani lakini mashine iliyoko ndani mpya. Simu ya zamani lakini mitambo iliyoko ndani ni ya simu mpya. Spika ya zamani kava lake, lakini mashine iliyoko ndani ni mpya. Ndivyo tulivyo sisi wa Kristo tuliozaliwa upya mara ya pili. Maana yake tumepewa ufahamu mpya. Ufahamu unakaa ndani yako. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10. Mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyewaumba. Nitarudia tena. Mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyewaumba. Kwa hiyo tunapata ufahamu sawasawa na yeye aliyetuumba, namna ambavyo alizungumza, kile ambacho alikusudia huyu Mungu kwenye neno lake, tunapata ufahamu sawasawa na yeye aliyeandika. Kuna watu leo fahamu zao zimepofushwa na Ibilisi. Wanasoma maandiko kwa namna ya kutafsiri kiakili. Wanasoma maandiko, hawana ufahamu wa kimungu. Lakini tuliozaliwa mara ya pili, viumbe vipya, tukisoma tunapata uelewa aliokusudia yeye Bwana. Sawasawa na alichokikusudia ndicho tunachokielewa. Uzaliwe mara ya pili kwa jina la Yesu. Uwe kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Unapewa ufahamu mpya, namna ya kufahamu mambo. Yesu akawaangalia, akapata kufahamu yaliyoko mioyoni mwao. Kuna wakati muangalie mtu anapozungumza, ufahamu yaliyoko moyoni mwake, maana tumepewa ufahamu sawasawa na Kristo. Watu wakawa wanajadiliana moyoni, wanajadiliana, Yesu anajua. Watu wakiwa wanajadiliana, wewe ni kiumbe kipya, Mungu amekupa ufahamu mpya. Nasema pokea kwa jina la Yesu. Nasema pokea kwa jina la Yesu. Na ukiruhusu Roho Mtakatifu atawale maisha yako, basi elewa Roho Mtakatifu ndiye atakayekusaidia kukupa huo ufahamu. Pokea huo ufahamu kwa jina la Yesu. Jambo lingine, tunapewa uelewa mpya. Sema uelewa mpya. Sio tu ufahamu. Unajua, unaweza ukafahamu, lakini namna ya kuyachakata yale mambo, uelewa. Kufahamu is very general. Unaenda unafahamu. Na ndio maana kusudi la elimu ni kufahamu. Na watu wengi wanaofahamu, anafahamu juu ya jambo hili, anafahamu juu ya jambo hili, anafahamu. Kuelewa ni hatua nyingine. Mungu anatupa ufahamu, lakini pia anatupa uelewa. Pokea uelewa kwa jina la Yesu. Amen. Uelewa mpya. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Maana unapewa uelewa mpya wa kujua
mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Unapewa uelewa wa kujua hili ni mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Unajua kuna mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu na yasiyo makamilifu. Bwana kusaidie uweze kuyajua mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu. Amen. Na inawezekana kufanyika hivyo ikiwa tu utaruhusu katika maisha yako uzaliwe mara ya pili. Unapata uelewa mpya wa kujua mapenzi ya Mungu. Hichi ninachofanya ni mapenzi ya Mungu. Sawa, ninateseka, sawa, ninahangaika, sawa, nina shida, sawa, nimetengwa, sawa, ninasemwa, lakini ni mapenzi ya Mungu. Tunaishi viumbe vipya, tunatafuta mapenzi ya Mungu. Pokea kuishi mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata kama utaonekana mbona kama umefulia, hata Yesu mwenyewe akaangalia akaona mbona haya mambo ni mateso, mambo ninayoendea mbona ni magumu, akarudi akamwambia Baba, sio kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe, mapenzi yako yatimie. Tamani mapenzi ya Mungu yatimie kwenye maisha yako. Usifanye mambo yako tu. Yule ambaye unafikiria kuwa naye katika maisha, yule ambaye unafanya naye biashara, ni mapenzi ya Mungu ufanye naye biashara. Yule ambaye unaongea naye, ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu mengine yanakuzuia kwamba pana, huyu atakunajisi, achana naye. Ninamhurumia. Mungu anasema nimemkataa. Samueli anamwangalia Sauli, anamuombolezea. Mungu anasema nimemkataa. Mapenzi ya Mungu wakati mwingine yanapishana na hisia zetu. Hisia za Samueli zikapishana na mapenzi ya Mungu. Mungu ameshasema nimemkataa. Hayo ndio mapenzi yake. Mungu akimkataa mtu, wewe usimlazimishie Mungu. Acha mapenzi ya Mungu yasimame mahali pake. Wewe ni kiumbe kipya. Usipokuwa makini, unaelekezwa na mapenzi ya Mungu kwamba achana na huyu rafiki, wewe unaendeleza naye urafiki, atakukosesha. Samsoni akakoseshwa na Delila kwa sababu alichofanya haikuwa mapenzi ya Mungu. Bwana atusaidie kuelewa. Akamtoboa macho. Hata kama alimaliza kwa kuwaua Wafilisti wengi, lakini bado kuna mahali alitoka, na ndio maana akamuomba Mungu, akamwambia Mungu, mara hii tu. Sasa ukiomba kuna namna mbili, unaweza ukaomba ukasikilizwa au ukaomba ukapuuzwa. Mungu akusaidie upate nafasi ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo uelewa mpya, unajua kwamba uelewa mpya nilionao mimi ni kiumbe kipya. Namna ambavyo naona mapenzi ya Mungu ni haya. Hata kama usemi, unajua nikisema mapenzi ya Mungu, kuna mtu anaweza kanisa, hasa haya ni mapenzi ya Mungu au sio mapenzi ya Mungu? Roho Mtakatifu atakwambia mapenzi yake ni yapi. Haleluya. Haleluya. Siku za leo Wakristo wanatembea tu, hawaangalii ni mapenzi ya Mungu. Anasema Mungu atajichaguliaga mbele kwa mbele. Acha kuishi maisha ya ovyo ovyo. Ishi maisha yenye kuyaelekea mapenzi ya Mungu. Mambo yanayokuonyesha kwamba wewe ni kiumbe kipya. Jambo la mwisho, kuishi maisha ya utakatifu. Kuishi maisha ya utakatifu. Ishi maisha ya utakatifu, utajua kwamba mimi kweli ni kiumbe kipya. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 24. Waefeso sura ya 4 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema hivi: mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Sio utakatifu wa kujifanyisha, utakatifu wa kweli. Narudia tena, Waefeso sura ya 4 mstari wa 24. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mkavae utu mpya.
kipya maana yake ni kuzaliwa kwa pili, maana yake ni kukua kiumbe kipya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Tumezaliwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mungu akusaidie uishi katika utakatifu wa kweli. Nasema uishi katika utakatifu wa kweli. Paulo alipokutana na Yesu Kristo akageuzwa. Yule Paulo wa zamani ambaye alikuwa anajitegemea yeye mwenyewe, hategemei mwingine, anajitosheleza kwa matendo yake, anaona fahari kwa ufarisayo wake. Huyu Paulo alipokutana na Bwana Yesu akazaliwa mtu mwingine, akawa kiumbe kipya, ya kale yakapita, akaanza kumtegemea Bwana, akaanza kumngoja Bwana, akaanza kumwonea fahari Yesu Kristo na wala sio dini. Ukizaliwa mara ya pili ukiwa kiumbe kipya, hautajivunia dhehebu, utajivunia Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, aliye hai. Fahari yako ni nini? Fahari yako iwe ni Yesu. Walio viumbe vipya wanajivunia baba yao, sio wanajivunia dini, dhehebu na mambo kama hayo. Ukikaa chini ya msalaba, Yesu anakusaidia, unamtegemea yeye, anakutosheleza yeye, unamwonea fahari yeye. Ruhusu uzaliwe mara ya pili, uwe kiumbe kipya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama kuna mambo bado haujatengeneza, tengeneza. Haya tuliyojifunza yanakuonyesha kwamba wewe ni kiumbe kipya. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe ya kale yamepita. Hakikisha ya kale yamepita na yote yamekuwa mapya. Wewe ni kiumbe kipya. Kama kuna mahali hujatengeneza, nasema tengeneza leo. Nasema tengeneza leo. Nasema tengeneza leo. Tutavikwa miili mipya. Kwa nini? Kwa sababu yuko ndani ambaye tayari ni kiumbe kipya. Haleluya. Yaani tunatembea na bodi lingine, na ndio maana Yesu akija kutuchukua, sio kwamba tunazaliwa mara ya pili, sio kwamba tunakuwa viumbe vipya. Tunavikwa miili mipya. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Yaani kama ndani tayari tumeshatengenezwa, ila mamiili haya ya nje ndio yanaleta shida, yanaleta tabu, yanaleta matamaa. Haya mamiili tutayaacha, halafu tutavikwa miili mipya katika namna ya kuwa kiumbe kipya, miili mipya. Yaani roho zetu zimeshafanywa kwa upya. Sisi ni viumbe vipya. Mungu akusaidie udumu kuwa kiumbe kipya. Yesu akija atakuvika mwili mwingine, utaweza kutembea na kupaa naye na kuishi naye milele na milele pamoja naye mbinguni. Jina la Bwana litukuzwe. Haya niliyoyasema ni ya kweli na ya muhimu, yazingatie. Kama kuna mahali unaona kuna shida katika yale tuliyojifunza, Mungu akupe kuyatengeneza ili yaimarike. Uwe kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Uwe kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Bwana akupe kutengeneza. Bwana akupe kurekebisha. Bwana akupe utoshelevu wa vigezo vya kuwa kiumbe kipya. Mungu wa mbinguni akusaidie. Tengeneza mahali ambapo naona mbona ufahamu wangu, uelewa wangu, mbona namna ile kama haifanani Mungu. Maana yake kuna shida mahali fulani katika eneo lako la kuwa kiumbe kipya. Tengeneza. Sema Bwana Yesu, ninasogea mbele zako leo hii.